Kwa majina naitwa Duda Kabuto, ni mkufunzi wa sanaa za maigizo nchini. Leo tunakwenda kujifunza kuhusu maigizo, lakini kabla hatujajifunza kuhusu maigizo, ningependa kuelezea tulikotoka na tutakuelekea. Tuna historia ndefu sana ya sanaa tangu ianze na mpaka sasa hivi. Mwanzo wa sanaa ya kwetu tulianza na sanaa za majukwani, kwa maana ya kwamba tulikuwa tukifanya vitu mbele ya watu. Yaani kuangalia kwa makini, tulikuwa tukifundishwa mashuleni, hii sanaa za majukwani tulikuwa tukifundishwa makanisani, na tulikuwa tukifanya kusherehesha watu katika majukwaa mbalimbali. Sio hivyo tu, hii sanaa imekuwa nchini kwa muda mrefu sana, sanaa ya majukwani. Serikali iliamua kutengeneza chuo cha sanaa ambacho kiko Bagamoyo. Hichi chuo kilikuwa kikihusika sana na kufundisha sanaa za majukwani pamoja na sanaa za kuchonga na kucheza. Hakuwepo na kitivo cha kufundisha filamu. Baadaye tulihama kutoka kwenye sanaa za majukwani na kwenda kwenye sanaa za kwenye redio, ambapo watu walikuwa wakiigiza sauti kwenye redio. Hii ilifanya muda mrefu sana. Watu walikuwa wakiigiza kwenye sauti zao kwenye redio na kutengeneza karakta mbalimbali. Baada ya hapo tulitoka tukajikita tena kwenye kitu kingine ambacho sio maigizo, sio sanaa za maigizo na sio sanaa za kwenye redio. Tukaenda kwenye filamu. Baada ya kwenda kwenye filamu kidogo ilikuwa ni tofauti, kwa sababu kwenye filamu kuna utofauti mkubwa sana kati ya hizi sanaa mbili. Lakini sisi tulitoka na sanaa za majukwani kama ilivyo, na tukachukua sanaa za kwenye redio kama ilivyo, na tukazipeleka kwenye filamu, ambapo sasa ilituletea shida kwa asilimia kubwa, ambapo watu wakiigiza wanaigiza kama sanaa za majukwani, na baadhi ya watu wakiigiza wanaigiza kama kwenye nani za kwenye redio. Ambapo sasa sauti, kwa mfano kwenye redio, mara nyingi sauti zinakuwa zinajirudia. Kwa mfano, unaweza kumuita mke wako mwanzo mwisho, kuanzia movie mpaka mwanzo wa scene mpaka mwisho wa scene, kwa sababu hatuwaoni. Lakini kwenye filamu kidogo iko tofauti, hauwezi kumuita kwa sababu tumeshaona kwamba huyu ni mke wako, haina haja kumtambulisha mara kwa mara. Lakini kwenye sanaa za redio ilikuwa ni lazima umtambulishe ili tuweze kujua kwamba nani anaongea na anaongea na nani. Ilikuwa ni tofauti kidogo. Kujaribu kuangalia, ifika mwaka 2000 ndio tulihama sasa, tukahama kutoka kwenye sanaa hizi zote mbili na tukahama kwenye sanaa za filamu, ambapo sanaa za filamu sasa hatukujua kwamba kuna utofauti. Kwa hiyo hatukuchukua mafunzo kabla hatujahama. Ukijaribu kuangalia wenzetu wazungu walichukua mafunzo kabla hawajahama. Walichukua mafunzo ya filamu kabla hawajahama kutoka kwenye sanaa za jukwani na sanaa za kwenye redio kwenda kwenye filamu. Palikuwa na mafunzo mahususi. Lakini Tanzania tulichukua kama ilivyo na kuhamisha sanaa za majukwani pamoja na sanaa za kwenye redio kuipeleka moja kwa moja kwenye filamu. Ambapo sasa ndio imeleta utofauti mkubwa ambao tunauona sasa hivi, kwa sababu walimu wengi wametoka kwenye chuo cha sanaa cha Bagamoyo. Ndio hao walikuwa watengeneza vikundi miaka hiyo, vikundi vikazaa wasanii wakazaa makundi yakatengeza makundi mengine, ndio ikawa hivyo. Kwa hiyo kilichoenea ni sanaa za jukwaa na sio filamu. Sasa watu wengi wamekuwa wakifanya mazoezi mengi ya sanaa za majukwani na kwenda kufanya filamu, bila kujua kwamba kuna utofauti mkubwa ambao upo. Kwa sasa hivi ni lazima tuanze kujifunza sasa, tutoke kwenye sanaa za majukwaa pamoja na sanaa za kwenye redio na tuingie kwenye sanaa za filamu kama wenzetu wanavyofanya. Kwa sababu tusipofanya hivyo itatupelekea sasa movie zetu kukosa ubora, movie zetu kukosa sana ubora. Sababu tunaangalia sana ubora wa waigizaji. Tunalalamika sana, tutabaki tunalalamika kuhusu vifaa, tunalalamika kuhusu budget na vitu kama vile. Lakini hatujawahi kujiuliza kwamba budget peke yake bila kuwa na waigizaji ambao wanastahili kidogo inakuwa na challenge. Kwa hiyo tuanze kuwekeza kwenye waigizaji wenyewe kwanza kabla hatujaanza kulalamika kuhusu budget na vitu kama vile. Kwa sababu msanii yote sasa hivi ukimuuliza mkubwa atazungumza kuhusu budget, ukimuuliza msanii yote mkubwa
atazungumza kuhusiana na swala zima la miundombinu na vitu kama hivyo. Lakini Tanzania bado miundombinu inaturuhusu sana kucheza filamu bila kutumia gharama kubwa kama wenzetu Ulaya. Wenzetu Ulaya kidogo huwezi kupewa nyumba bure, huwezi kupewa chochote bure, lazima ugharamikie. Sasa huku ndio kuna gharama, lakini Tanzania bado gharama hatujafika huko, lakini ubora wa wasanii wetu ndio bado. Kwa hiyo kama nchi inabidi sasa tuanze kujikita, tuanze kutoka kwenye sanaa za majukwani ili tuingie kwenye sanaa za nini? Sanaa za filamu. Kwenye stage play iko tofauti kidogo, kuna vipengele kadhaa. Kuna utumiaji wa sauti. Ni utumiaji wa sauti kwenye upande wa stage wa sanaa za majukwani, ulenga kupaza sauti na uwezo wa sauti wa utazamaji wa moja kwa moja kwenye sanaa za majukwaa. Lakini kwenye filamu iko tofauti kidogo. Inalenga upole, uhalisia na udhibiti wa sauti kutumia microphone. Kwa hizo ndio tofauti. Tofauti ya pili kujaribu kuangalia kwenye sanaa za majukwaa na sanaa za filamu, kidogo tunaangaza zile hisia ndogo ndogo kwa sababu tuna kamera, ni rahisi kuweza kuzipata zile hisia ndogo ndogo. Lakini kwenye upande wa sanaa za jukwaa tunaangaza hisia kwa upana wake kwa sababu hakuna kamera, kuna watu. Kwa hiyo lazima kama kulia natakiwa ulie kweli, kama hasira natakiwa uonyeshe hasira kweli ili tuweze kuiona. Sasa haya maigizo ukiyatoa ukayapeleka kwenye filamu inaonekana kama vile unaigiza, sio kwamba unafanya uhalisia. Kipengele kingine ni kwenye mwitikio wa mwili. Kwenye mwitikio wa mwili kwenye filamu harakati zinakuwa ni chache, lakini kwenye stage harakati zinakuwa ni nyingi na ni kubwa ili watazamaji waweze kupata wanachotaka kuona. Lakini sasa ukijaribu kuangalia, ukiweka hii sasa harakati zikawa nyingi kwenye filamu, inaonekana kwamba unaigiza. Kwa hiyo kikubwa, ili tuweze kuwa sawa sawa, lazima tuanze kujifunza sasa kwa undani zaidi hii filamu, kuendelea kufanya mazoezi ya jukwani pamoja na kwenye redio yanatupotosha. Utofauti upo mkubwa kwenye sanaa za majukwani. Utofauti mkubwa ni kwamba sanaa za majukwani mara nyingi vitu unavifanya mara mbili. Kwa mfano, watu ambao kuna kuwepo na audience, lazima sasa hisia ionekane mara mbili, ionekane kwa ukubwa wake ili watu waone unachokifanya. Kama kulia utalia kwa nguvu kuliko kawaida, kama kuonyesha kitu utakionyesha ili tukione, kwa sababu hakuna close up, hakuna long shot, hakuna sound. Mbona sound ni wewe unatakiwa uongee kwa nguvu, kila kitu kinakutegemea wewe. Lakini ukiangalia kwenye filamu kidogo iko tofauti. Kwenye filamu kuna kitu kinaitwa subtexture, ambapo sasa hisia zile ndogo ndogo ndio zinatakiwa zionekane, kwa sababu kamera ina pick zile hisia ndogo ndogo ambazo zinatupa sisi hisia. Na kuna kwa na sauti karibu. Kwa hiyo tukitaka kupata uso wako kama unalia, tutafanya close up. Lakini kwenye sanaa za majukwani hiyo haipo. Na ukijaribu kuangalia kwa undani zaidi, hao watu wote wanaigiza maigizo ya kufanana. Yaani watu wanafanana kwa sababu mafunzo ambayo wamepata ni mafunzo ya sanaa za majukwani. Kwa hiyo wanatoa sauti, watakunja sura, vitu ni tofauti sana kiasi kwamba vinaonekana kama tunafekisha. Kwenye sanaa za majukwani sio kufekisha, ndio jinsi ambavyo ilivyo. Sasa ndicho maana wasanii wetu wanaonekana hawako real. Inasababisha wasiwe real kwa sababu ya mazoezi ambayo wanafanya. Kwa hiyo tukianza kuhama kwenye mazoezi ya sanaa za majukwani na sanaa za kwenye redio, itatupelekea sisi sasa kuwa watu wa tofauti, kuwa watu kama wa Korea, kuwa watu kama watu wa Ulaya na kuendelea.